Hujambo mpenzi mtazamaji wa Kivu Live TV, ni mtangazaji wako Simba Lambert. Muda wa saa 12 asubuhi mpaka saa 9 jioni kulisikika milio ya risasi na bunduki kubwa kubwa, silaha nzito nzito zilisikika kulia katika kata la Kalundu na Luanga na Katongo. Huku wazalendo walikuwa wakiwafukuza waasi wa FC M23 vile vile Tugwaneo na wengine Red Tabara walikuwa wanafukuziwa kutoka katika mji wa Makobola ya kwanza, Makobola ya pili, Ngalula na miji zingine za kuendelea kule katika mji wa Fizi. Walifukuzwa na kuanza kugombania katika mji wa Katongo, katika kijiji cha Katongo, katika kijiji cha Luanga, ile njia ya Luanga vile vile na Kalundu, ili silaha nzito nzito, masasi ilisikika nyingi sana na kupata ripoti kuwa ilikuwa ni waasi wa M23 vile vile na Tugwanyo walikuwa wanaendelea kupigana na wazalendo. Sasa tuambizane ukweli lakini watazamaji wetu. Kwa nini wazalendo wanafeli wapi mpaka kufika katika mji wa Uvira? Wazalendo wanafeli wapi mpaka kufika kwenye mji wa Uvira? Maana kama hatua kubwa ambazo wanazipiga kweli kweli na wanaonesha kuwa wana nia ya kufika mjini Uvira. Sijaelewa toka walianza kupigana sasa yapata siku 4 ama 5 hizi wanapigana kabisa na wanapigania pale pale tu Luanga Kalundu. Sijui kuna nini haswa inatuma wasitambuki bandari ya Kalundu na kufika katika mji wa Uvira. Rasmi wamiliki mji wa Uvira. Wewe kama mtazamaji una yako maoni ya kuchangia kwenye hii mambo. Maana kuanzia saa 12 wanapigana na wanazidi kubeba miji mbalimbali. Walibeba Ngalula, walibeba miji ambazo zinafuatana na Makobola ya pili, walibeba Makobola ya kwanza, saizi wako Luanga, wakisha kushuka wanakuwa Katongo. Sielewi kuna nini haswa inatuma pale wasipigane. Walipigana Katongo, walipigana hapa karibu yetu Kalundu, wakapiga. Sasa kuna nini haswa inatuma wasifiki mjini Uvira, wajitambulishe rasmi kuwa wanapigana na wanapiganiana mjini Uvira? Kuna nini kiko hapo katikati yetu, ama kuna nini kiko hapo nyuma yetu? Nitaongea sana zaidi mpale ambapo tunapata changamoto, labda kwa silaha, sielewi, labda kwa silaha, labda kuna ugumu kwenye tena chama za siasa. Maana saizi au waendi na siasa, saizi wanaenda wao kama wao, wanapigana wao kama wao, na wanatoa hakikishio kuwa watafanyikisha. So wewe kama mtazamaji ama wewe kama mzalendo ambaye ungali unatetea haki, ungali unatetea uaminifu, kuna nini haswa iko hapo katikati haswa iendelee mpaka watu wasifikirie kupigana? Anyway, tuachane na mji wa Uvira, tuingie katika mji wa Bukavu. Na kabla tujaingia kwenye mji wa Bukavu, tutasikiliza audio ya mzalendo kutoka katika chama cha mzalendo mkubwa wa Uvira ambaye anajulikana General Makanaki Kadandari Police, na tutasikia huyu ni koloneli wake anaitwa kwa jina la Mamadou Ndala, sio Mamadou Amuri lakini ni Mamadou Ndala. Tutamsikia anaongea nini na anamaanisha nini. Kuna message ambayo alitaka kutuma kwa watu ili watu waelewe, lakini wengi hawakutaka kumsikiliza, lakini acha tumsikilize sisi kama sisi tupate kujua kuna nini hasa kiko katika ile message yake. Jambo wa patriote wote, wakongomani wote mahali popote pale mlipo, na wasalimu katika jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Na kwa wale wote wanayokuwa nchi ya ugenini waliokimbia, nawapa tena pole. Maana ndicho kilichokuwa ulimwengu hicho, ni kuvumilia, maana mvumilivu hula mbivu. Maana adui ana mbinu zake na hata kama hatatumaliza adui, hatatumaliza sisi wakongomani, hatutamuitikia hata kamwe. Maana sisi wakongomani tuko hapa juu ya kupigania nchi yetu, hatuko hapa juu ya kula rushwa, juu tuingize adui, hatutaitika hata kamwe. Sisi ni kuhakikisha mpaka toni letu la mwisho la damu la jasho linadondoka
katika nchi yetu, katika udongo wetu wa mababu. Tutapigania nchi yetu hadi mwisho. Hata kama watatuua, lakini wa mwisho wetu atafanya miracle, na tuna imani ya kwamba hawatatumaliza. Na ole wao wale wanayokula rushwa, wanayojiita wakongomani, wanakula rushwa juu ya kuuzisha nchi yetu, udongo wa mababu, na kuusha wa ndugu zetu. Hatuko tayari pamoja na hao watu. Sisi tuko tayari kwa kupigania nchi yetu. Anayeongea hapa ni Mamadou Ndala, Force Makanaki Kasimbira John. Tutapigana kwa hali na mali. Lazima tutahakikisha tu kitaeleweka, maana tuko na Mungu, na Mungu wetu hatuachi kamwe. Maana hata Biblia inasema anayevuka mpaka ya mwenzio alaaniwe. Maana adui ametuvamia, amevuka mpaka yake. Na imani ya kwamba Mungu atamfezeresha. Wakongomani wote tuwe kimoja, tuache kusikia mambo ya marezo sosio ya huku na huku ya kusema eti fulana amejiunga na adui. Ni adui yule anayetembeza mahabari za vile. Wakongomani tuwe kwa pamoja, tupendane, na tuna imani ya kwamba vita hivi tutavishinda. Na popote pale rais alipo, asikie kama watoto wa Kongo wako juu ya kupigania nchi yetu ya Kongo. Tutapigania nchi yetu ya Kongo, na tuna imani ya kwamba vita hivi tutavishinda. Hao mbororo lazima tuwachape warudie kwao. Tunacholilia rais atusaidie na vifao vya kazi, tuchape adui. Asante. Na kusema tena ya kwamba wakongomani wote, Fizi, Mwenga, Shabunda, Uvira, Kamituga, Bukavu, Kamanyola, na Goma, adui asitumanipile kwa ajili ya kutafuta intere yake. Adui asitumanipile juu ya kutafuta intere yake. Ole wenu nyinyi watu mtakaye kubali manipulation ya adui. Ole wenu nyinyi watu mtakayoitika manipulation ya adui. Mtapata shida. Maana adui kwa ataka tuutilize sa vile majue juu ya intere zake. Baada ya intere zake ndo aje atuangamize. Waraia wakongomani, wananchi wa Kongo, wanayojijua ni wakongomani. Adui asitumanipile. Mkongomani lazima awe na msimamo. Mkongomani lazima awe na msimamo. Tusiwahi kumanipiliwe na adui. Hivi kama wako naomba maandamano, wanahitaji wa raia wafanye maandamano. Kwa nini? Bakia mnyumba we raia, akwe kuyesa mnyumba. Kila raia wote bakia mwake kwa mnyumba. Kwa maana Umoja wa Mataifa uone kama yeye ni wakriminali. Yeye ni wakriminali. Hiyo kuforce watu, wanaforce watu mpaka watu wafanye maandamano. Kama wafanye maandamano watau. Bakia mwako, eske baingie sa mnyumba, kila nyumba na mlango baende banauoa watu. Kwa maana Umoja wa Mataifa ndio tuyue kama ni kweli. Umoja wa Mataifa sasa yue kama ni kweli ni wakriminali. Kwa maana wasiforce wananchi kufanya vitu vyenye havitawezekana. Sisi hatuko tayari kwa ile. Hatuko tayari kwa ile. Hatutakubali ile. Na kwa yangu machache ndio hayo nilikuwa nataka niongezee katika jioni ya leo. Na imani ya kwamba Mungu atubariki katika jioni ya leo. Tulale salama na tuamke salama katika jina la Yesu Kristo, na tuna imani ya kwamba Mungu wetu tunaomba hatuache kamwe. Tuko naye pamoja na anatusikia mahali popote pale tulipo, na anatukinga kwa lolote lile, kwa shida, kwa njaa yote ile. Mungu tuko pamoja naye, na tuna imani ya kwamba anazidi kutulinda, maana ni Mungu ni wakongomani, na atazidi kutulinda kwa yale yote yanayopitikana. Asante. Leo ilikuwa ni siku ya mji wa Bukavu kufanya nao maandamano, lakini mji wa Bukavu haikufanya maandamano, na walikamata ile mfumo ya wakaaji wa Uvira na wakaamua kubakia manyumbani kwao
kwa amani na kwa uhuru, na wakasema kuwa hawataenda kwenye maandamano ya kufosiwa. Una imani pale kuna nini hasa? Kwa sababu mji wa Bukavu kuanzia asubuhi ya saa 2 mpaka saa hizi tunakwambia, ama saa hizi tunavyoongea, masasi bado inangali inalia katika mji wa Bukavu. Na wanasema kuwa ni wazalendo tena kuharirisha ile maandamano, ile migomo ya FC M23 na Twirwaneho kuendelea kuforce watu wa Bukavu waendelee kupambana, waendelee kulilia haki wakati hakuna haki ambayo wako nayo. Ni kwa nini haswa wakaaji wa Bukavu nao wamekataa kama wakaaji wa Uvira, wakati wanasema wao wamekuja kuleta amani? Ukiangalia vizuri hapo, hiyo picha ambayo nakusogezea ni kwenye bis ambako waliandika tunajiunga na wakongomani wa Uvira, tunajiunga na wakongomani wa Uvira, tunapenda kumtoa adui AFC M23. Tunajiunga na wakongomani wa Uvira, tunapenda kumtoa adui AFC M23. Unasikia hapo kwenye kitu kinaenda? Wanapigwa kitu kizito. Walipiga mabomu, acha nikuzogezee picha ya mabomu ambao gisi gani walikuwa wanaharibisha manyumba za watu. Unaona gisi gani walikuwa wanapiga mugamba hii. Hapa kwa Andrea Goligota. Hii ndio bombe. Lance rockets. Yote ilikuwa ni sababu tosha kusema waoneshe mara ngapi kuwa wazalendo ndio wako naharibisha hivyo vitu, waoneshe mara ngapi kuwa FARDC ndio wanaendelea kuharibisha hiyo vitu. Angalia gisi gani mji wa Bukavu ulikuwa kimya au kufanya maandamano yoyote, lakini tutakuja kuona picha zile ambazo wanatumia ile akili za ziada. Watakuja kutuonesha mapicha kuwa mji wa Bukavu walifanya maandamano, mji wa Bukavu walionyesha upendo kwa AFC M23, wakati ni uongo mtu. Kwa nini tuendelee kufuatilia mambo ya uongo wa Kongomani, na kwa nini tuendelee kusupport mambo ya uongo wa Kongomani wakati huku kabisa hakuna ukweli wowote ambao unaendelea? Acha nikuzogezea picha ya wazalendo muda wa saa 10, saa 9, saa 9, saa 8 walitusukumia video wakikuwa wako chai, na wengine walikuwa kwa Maria Kachelewa, na wengine walikuwa Panzi, na wengine walikuwa katika mitaa tofauti ya Bukavu, wanatumana video zao. Lakini hizo video zinavuja, zilitumiwa za wazalendo wakionyesha kuwa amani ipo Bukavu na wanaendelea kuwa na amani. Lakini wa M23 walionyesha kuwa mara ngapi zile video sio za ukweli, wakati ukweli kabisa ni hii siku ambayo walikuwa na maandamano mjini Bukavu. Unaona gisi gani walikuwa. Acha tumalize na habari ya gavana wetu kutembelea kambi mbalimbali za Burundi na wakimbizi wake, kuangalia wakimbizi walikimbilia Burundi. Aliwatembelea huko mjini Burundi na kuwapatia msaada kidogo, na hiyo msaada kutoka kwake peke yake, bali alishirikishwa na kushindikizwa na Mama Denise, mama wa taifa, mama wa nchi ya Kongo. Walipana kidogo ambacho walikuwa nakyo kuonesha upendo kwa wakaji wao na kuwapatia moyo na kuwaambia kuwa ipo siku watarudi. Hichi kitu ndio kinastajika. Na wewe kama mzalendo ambaye unaiua huko nje ya nchi, wewe mzalendo ambaye unajua kuna maisha kidogo huko Burundi, huko Bukavu, huko wapi, na unajua kuna watu ambao walikimbilia Burundi hawana kile kitu cha kukula, una haki ya kutuma kwenye namba ambazo zinapita hapo kidogo chako, ili upate kusaidia wakimbizi, upate kusaidia wenzetu wa Kongomani ambao wanaendelea kuteseka katika mateso ya vita ya M23, mateso ya vita ya Twirwaneho, mateso ya vita ya AFC. Na mimi acha niseme asante sana kwa wakaji wa Bukavu kwa kitu ambacho wamekionyesha. Wameonyesha upendo, wameonyesha umoja na kuendelea kusapotiana kwa pamoja. Uvira na Bukavu wakijiunga, na yua kesho kutwa tunaweza tukafika sehemu na tukapata haki ambayo tunayotafuta. Tunafika mwisho wa kipindi chetu cha jioni, na tukutane tena kesho asubuhi ama kesho tena jioni. Asante.